Kinachotufanya tunaumia na kujutia ni kuwa wale watu tuliowaamini na kukabidhi amani za mioyo yetu mikononi mwao, tuliowaamini watatufuta machozi tukikwazika, ndio hao wanaotuvunja vipande na wanaoigawa furaha yetu. Nilikuwa kijana wa kawaida sana, mtu mwenye ndoto nyingi, moyo mpana, lakini maisha magumu yaliniwahi kabla ya ndoto zangu kuota mizizi. Nilihangaika na kuhangaika sana. Chuo kilikuwa kama uwanja wa mapambano, mapambano ya akili, mapambano ya njaa, mapambano ya hisia. Siku moja nilichelewa darasani. Nilikimbia kuelekea darasani huku begi langu likining'inia kwa bega moja. Nilipofika mlangoni, macho yangu yakakutana moja kwa moja na msichana niliyokuwa nikisoma naye. Sikuwa nimewahi kumpenda, lakini kwa mara ya kwanza nilihisi moyo wangu ukishtuka. Nilitembea taratibu kuelekea kwenye siti yangu. Nilipofika nikaketi, lakini kabla ya kuendelea na chochote, taswira ya macho yake ilinirudia. Yalikuwa na upole, yenye maana halisi ya urembo. Nilianza kutupia macho kwa mbali upande aliokuwa ameketi kwa tahadhari, ili nisionekane na mtu kama namtazama kwa kuibia. Nilijikuta nikijiuliza, nilikuwa wapi siku zote hizi darasani bila kugundua uwepo wa mrembo kama huyu? Yaani kama udongo ndo ulotumika kumuumba, na hisi ni ule tunaochimba madini ya almasi na dhahabu siku hizi. Alikuwa ni mrembo mwenye muonekano wa kuvutia sana, lakini kilichonishangaza zaidi haikuwa urembo wake tu, bali ni macho yake yanaonekana kuwa ni ya huzuni. Basi tokea siku ile nilianza kumwangalia kwa mbali. Nisingeweza kuongea naye kirahisi, maana alikuwa mkimya, mwenye heshima kupita kiasi, na aliyekuwa amejenga ukuta wa ajabu baina ya watu, na nilihitaji kuvuka ukuta huo. Siku moja niliamua kumkaribia kwenye maktaba. Nilikaa karibu naye kimya, nikijifanya kama nasoma, ili hali akili yangu yote iko kwake. Baada ya dakika chache nikamsemesha kwa sauti ya chini, "Unapenda kusoma vitabu vya fasihi?" Akaniangalia kwa macho yale yale huzuni, akatabasamu kwa mbali. "Ndiyo, vinanifanya nasahau mambo mengi." Sauti yake ilikuwa na mguso wa mtu anayebeba maumivu, lakini bado anapambania kutabasamu. Miezi ilipita, tulianza kuzungumza zaidi. Alikuwa ni mgumu, lakini taratibu alifunguka, na nilijifunza mambo mengi juu yake. Familia yake ilikuwa imesambaratika. Baba yake alimpelekeza akiwa mdogo, wakati mama yake ana ugonjwa wa kudumu, na alikuwa amewahi kuumizwa vibaya na mtu aliyewahi kumpenda kupita kiasi, mtu aliyempa kila kitu halafu akamvunja. Hapo ndipo nilijua kazi yangu ni moja tu, ni kumponya, lakini sikujua kama nitakuwa wa mwisho kujaribu au nitafanikiwa kwa hilo. Nilimpa muda wangu, upendo wangu. Niliandika mashairi kwa ajili yake, nikamtumia ujumbe kila alfajiri ili ajue kuna mtu anaamka kwa ajili yake. Siku moja alinipa ujumbe mfupi sana kwa njia ya SMS: "Faraja, naogopa kukupenda." Nikashtuka. Ilikuwa ni usiku wa saa 7. Nilikimbia kwenda chumba chake hostel, nikamwomba atoke nje tuweze kuongea. Nilikutana naye akiwa kavaa nguo ya kulalia aliyoambatanisha na kitenge kwa juu, ambacho hakikuweza kuzuia muonekano wake mzuri, mithili ya mdoli unaotengenezwa kama modo wa kuvalishiwa nguo madukani. Macho yalikuwa mekundu, yakionyesha upendo ndani ya majonzi. Akaniambia, "Umenifanya niamini tena kwenye mapenzi Faraja, lakini bado naona hofu. Naona picha za yule aliyoniumiza. Kila ninapokaribia moyo wangu huanza kukumbuka." Nilihisi hisia za huruma. Nilimkumbatia na nikamwahidi kuwa nitapambana hadi aamini kuwa si kila mwanaume ni mnyama. Tulianza safari yetu ya mapenzi yenye machozi, vicheko, hasira, ukimya na kurudiana, lakini yote yalikuwa na msingi wa upendo wa kweli. Nje ya hayo yote, baadhi ya marafiki zangu walinikosoa vikali kuonekana nimempenda sana, wengine wakitumia maneno makali kama niko outdated, kwa maana kipindi wao wakipiga stori za wasichana mbalimbali, kwangu waliishia kumsikia msichana mmoja alikuwa anaitwa Halima, hivyo wengine waliniita Mwana Halima.
Sikuchukulia vibaya kwa sababu utani ilikuwa ni sehemu ya maisha yetu pia. Lakini kadri nilivyozidi kumpenda Halima ndivyo alivyoanza kuwa mbali taratibu. Wakati mwingine nilihisi kama ninampenda kivyangu tu, kama vile alikuwa ananipenda kwa maneno lakini sio kwa vitendo, na hiyo ilikuwa sumu ya polepole, ile ambayo huumiza pasipo kuvuja damu. Siku moja nilimwona akiongea na kijana mmoja karibu na darasa letu. Walionekana kana kwamba wana ukaribu. Nilimuuliza baadaye, lakini akasema ni mtu tu wa zamani na alitaka kumwambia kuwa amwache. Niliumia kiasi fulani kwa sababu ya wivu wa mapenzi, lakini akili yangu ikibaki na tahadhari, kwa maana michezo kwenye mapenzi nilikuwa naijua. Kama ilivyo kawaida, safari yoyote haikosi majaribu. Kulikuwa na Vanessa, msichana mrembo wa darasa letu mwenye haiba ya kipekee, anayepata kila anachotaka. Alikuwa ananitaka mimi. Hakujali Halima ni nani, hakujali kama niko kwenye mahusiano. Alitaka kunipata na alikuwa tayari kutumia kila njia. Kuna siku mvua ilikuwa imeacha kunyesha kidogo, ardhi ilikuwa imeloa, upepo mwanana ukivuma kama kuashiria jambo. Nilikuwa nimetoka library, kichwa kikiwa kizito kwa mawazo ya Halima. Ghafla simu iliingia. Alikuwa ni Vanessa. Samahani Faraja, kichwa kinaniuma. Nilikuwa naomba uje room kwangu na dawa. Sina mwingine wa kumwagiza, tafadhali. Nilitamani kumuuliza kuwa marafiki zake wa kike wako wapi au wameshindwa vipi kumsaidia kwa wakati huu, lakini nikaona kama halitakuwa swali zuri. Nilitamani kukataa pia, lakini nilijisikia vibaya kufanya hivyo. Vanessa alikuwa amenisaidia mara kadhaa darasani. Licha ya misimamo yake ya kihisia kwangu, bado alikuwa binadamu. Hivyo nikaamua kwenda. Nilipofika, alifungua mlango akiwa amevaa kitenge cha mlegezo kilichomfunika kana kwamba mtu asiyejipanga, lakini kilipenyeza uzuri wake kimya kimya. Chumba kilikuwa na mwanga mdogo, taa ya kona moja tu ilikuwa imewashwa. Kulikuwa na harufu ya losheni ya maua, muziki wa taratibu wa kizungu ulikuwa unaleta utulivu ndani ya chumba chake. Karibu Faraja, akasema kwa sauti ya upole iliyovutwa. Nilikaa kwenye kiti pembeni ya kitanda chake. Alikuja na glasi mbili, akasema ni juisi ya matunda mchanganyiko. Nilimeza kidogo tu, roho yangu haikuwa na nafasi ya kufurahia kinywaji kwa wakati ule. Kisha alianza kuzungumza. Alizungumza kwa upole, kwa sauti ya kuvutia, macho yake yakinitazama moja kwa moja. Faraja, unajua kuwa ni mwanaume wa tofauti. Wewe si kama wengine, unajua kuzungumza, kujali, unajua kuwa mvumilivu. Maneno yake yalinifanya nikatabasamu kidogo. Alinisogelea, akakaa kwenye mto sakafuni karibu nami. Alikuwa karibu sana kiasi cha kunusa pumzi yangu. Aliendelea kusema huku akinipandisha macho. Siku zote nimejiuliza, kwa nini unamganda mtu anayekuumiza wakati kuna mtu ambaye anakupenda kwa moyo wote na niko hapa tu. Akanisogelea karibu zaidi, akatulia mbele yangu. Mavazi yake yalianza kuteleza mabegani kwa uzembe wa kudhamiria. Kila kitu ndani ya chumba kilinyamaza, huku moyo wangu ukipiga kwa kasi ya hatari. Niliamka ghafla, nikapiga hatua 3 nyuma. Nikaangalia macho yake, nikamwambia, Vanessa, usifanye hivi. Usizitese hisia zangu kiasi hiki, kwa maana wajua fika sitoweza kufanya hivyo. Ingalikuwa unajua moyo wangu uko wapi. Vanessa alitabasamu kwa huzuni. Hutaki au unaogopa kwamba ukinikaribia utasahau jina lake? Sikumjibu. Alinigeukia, akavuta pazia la dirisha dogo. Mwanga wa taa barabarani ukaingia ukiangaza sura yake. Akasogea tena, akaweka mikono yake begani mwangu, kisha akaniambia, Faraja, hata kama ni kwa dakika moja tu, achana na Halima, fikiria kuhusu wewe. Kwani hujachoka kuumizwa? Nikasema kwa sauti ya chini sana, kama mtu anayekataa dhahabu kwa sababu ya sumu, samahani sana Vanessa. Nilimwangalia mara ya mwisho, nikafungua mlango na kutoka bila hata ya kuangalia nyuma.
Baridi ya usiku ilinikumba kama vile baraka. Nilitembea kwa miguu hadi hosteli kwangu, moyo ukigonga kwa heshima na taadhima. Nilikuwa matatani moyoni. Ni wazi kuwa nilimpenda sana Halima, lakini reaction zake kwangu zilinitia mashaka. Wakati huo huo sikujua nitaweza vipi kumkwepa Vanessa, ambaye kimsingi alikuwa na vigezo vyote vinavyoweza kukufanya ukiri mahakamani kuwa yeye ni maana halisi ya neno mrembo. Mabadiliko ya Halima hayakuwa ya ghafla. Yalikuwa kama maji yanayochemka taratibu kwenye sufuria. Mwanzo ukiyaweka juu ya moto huo ni utofauti, lakini ukikawia ghafla anakuwa moto wa kuteketeza. Nilikuwa nikimwomba tuonane, anadai yuko library. Nikisema basi nije tukasome pamoja, anadai ana group discussion. Lakini wakati mwingine nilipoenda pale library sikumuona na hakuwa na discussion yoyote. Siku nyingine nilimnunulia ice cream aliyokuwa akiipenda, nikampelekea mpaka hostel. Aliichukua akasema thanks Faraja, lakini hakuniangalia usoni. Alikuwa na haraka, kana kwamba muda wa kusimama nami ulikuwa ni mzigo. Meseji zilianza kuchelewa kujibiwa. Kama ilikuwa kawaida kuandika hey love, umeamkaje, na yeye akijibu salama dia, na wewe je? Sasa ilianza kuwa ni vifupisho kupita maelezo, na wakati mwingine hakujibu kabisa. Nilipojaribu kuongea naye juu ya jambo hilo, alidai kuwa nimekuwa na wivu tu kupita kawaida. Moyo wangu ulianza kuumia, lakini bado niliendelea kumpenda. Nilianza kumwandikia barua fupi, kumpa maneno ya matumaini. Niliandika, hata kama kuna misukosuko, nataka tupambane pamoja. Siwezi kuacha penzi letu hivi hivi. Alinijibu kwa nukuu ya Biblia, there is time for everything. Yani akimaanisha kwamba kila kitu kilikuwa na muda wake. Nilielewa kuwa muda wa penzi letu ulikuwa unaisha kwake. Muda mwingine alinipigia simu usiku, lakini kwa bahati mbaya siku moja hakujua kama nimeshapokea. Nikimsikia akaongea, ngoja niwahi kumpigia huyo, asidhani na mkwepa. Yani kana kwamba alikuwa ananipigia kutimiza wajibu tu, sio kwa hisia. Nilijua kuwa mapenzi yamepungua, lakini bado moyo wangu ulikuwa unasubiri. Siku moja aliniambia, Faraja, najihisi kama maisha yangu yanasonga mbele na natamani mtu anayeweza kuelewa ndoto zangu. Nilibaki kujiuliza, je, mimi sikuwahi kuelewa ndoto zake? Niliwahi kuambia watu kuwa nitapambana mpaka nifanikishe maisha yetu, lakini kwa Halima hilo halikutosha. Nilipojaribu kumwomba tuketi tuongee, aliniambia kuwa sasa hivi hawezi na ana mtu anayempa utulivu zaidi. Hapo ndipo akaanza kutembea waziwazi na yule kijana niliyewahi kumwona naye karibu na darasa letu, ambaye alidai kuwa ni mtu wa zamani aliyetaka kumwambia muache. Moyo wangu ulihisi maumivu makali sana, kana kwamba mtu anayepenyeza kisu taratibu kwenye moyo bila kujali najisikiaje. Siku moja nilikuwa nimetoka kuchukua pesa ATM na macho yangu yakakutana na kifo cha matumaini. Halima alikuwa ameketi na yule kijana kwenye kona tuliokuwa tukikaa wote zamani. Hakuwa mbali, hakuwa mwenye wasiwasi, alikuwa free kabisa, kama vile alikuwa kitu kimoja. Nilimpita, akanitazama. Sikuona huzuni usoni mwake, sikuona hatia. Aliniangalia tu kana kwamba anaangalia kivuli kinapita. Usiku huo kwa mara ya kwanza nilishuhudia machozi yakinitoka kwa uchungu kisa mapenzi. Nilijaribu kumuuliza kwa nini, hakuweza kujibu hata hizo SMS. Baadaye watu wakaanza kuniambia kuhusu yule jamaa, eti ni mwanafunzi wa engineering, ana gari, ana connections. Sikujua kama penzi linaweza kukuua ukiwa hai, lakini baada ya Halima nilianza kuelewa kuwa kuna vifo vya kimya vinavyoweza tokea ndani ya watu waliowahi kupenda kwa dhati. Nilijua nimevunjwa, nilijua nimechokwa, na kila usiku niliujua ule ukweli mchungu kwamba Halima hakuwa wangu tena, hata kama kila pumzi niliyokuwa nikivuta ilikuwa inamlilia.